Jini maina, jini maina. Kaka samani. Bila samani. Habari yako? Nzuri, sijui wewe. Mimi niko poa. Samani kaka, kama nitakuwa nakupotezea muda wako. Kuna jambo nilikuwa nataka niongee na wewe kidogo, kama utojali. Unaweza kunisikiliza? Wewe niambie, kama nitaweza kukusaidia nitakusaidia, ila kama lipo nje ya uwezo wangu basi. Mimi ni mgonjwa, na ugonjwa wangu mimi, nisipokutana na mwanaume kimwili kwa muda huwa napata matatizo. Na tangu nifike kwenye mji huu nina siku 3 sasa sijakutana na mwanaume. Kwa hiyo nina hali mbaya sana hapa nilipo kama unavyoniona. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama unaweza kunisaidia. Nimekuchagua wewe. Unaweza kunisaidia katika hili tatizo langu. Dada, upo serious kwa hilo unaloliongea? Au unalopoka tu? Jinsi ulivyokuwa mrembo, kweli ukose mtu? Na sijawahi kusikia matatizo kama wewe, kwamba mtu asipofanya mapenzi na mtu kwamba anaumwa. Ndo kwanza nasikia kwako. Kuwa serious basi. Mimi niko serious kaka. Yaani ninachokiongea ndo nakimaanisha. Na ninahisi mtu pekee wa kunisaidia ni wewe hapo. Kwa hiyo tafadhali naomba ulifikirie hili swala. Naomba nisaidie. Mimi nitakupa chochote. Hata ukitaka hela mimi nitakupatia. Tafadhali. Hapana. Mimi siwezi nikafanya kitu kama hicho. Ndo kwanza tunakutana leo. Hii sura hujawahi kuiona popote, wala wewe sijawahi kukuona popote. Sikujui, unijui. Alafu niambie eti kwamba tufanye mapenzi. Hivi ina sensi kweli kwenye kichwa chako? Sikiliza dada, hata kama utanipa hela, sipo tayari kufanya hilo. Naomba nikwambie kwamba sinaga tamaa za hivyo. Kama unahitaji mtu wa kulala naye, wa kufanya naye mapenzi, nitakutafutia, lakini sio mimi. Siwezi nikavunja utu wangu kwa tamaa ya siku moja. Hapana, mimi sihitaji mtu mwingine, na kuhitaji wewe tu. Wewe pekee ndio niliokuchagua. Tuache marumbano. Nigie namba zako. Kama nitakuwa tayari, basi nitakupigia. Nitajie namba zako niandike. Okay, andika 06 12 27 73 14. Nategemea majibu mazuri. Ukinitafuta tu utanipata hewani. Then utaniambia kama uko tayari au la. Okay. Nitakupigia kama nitabadilisha mawazo. Ila sina uhakika sana. Alafu nisahau. Jina langu naitwa Maina. Wewe je? Mimi naitwa Cheusi. Okay, basi usisahau kunicheki. Haina shida. Jini Maina, 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 Jini Maina. Oe Baraka, tulia kwanza, hayo mambo ya football hayo. Unajua mimi na timu zangu mwenyewe. Yaani mwanangu, mimi nakuja kwako kwa sababu yako wewe, kwa ajili yako, afu bado upo busy na game. Kwa mimi na game nani bora? Bora game. Mwanangu, usifananishe game na vitu vya kijinga. Bora game. Okay, mchongo nini? Naona kuja afu kama vile una kitu moyoni yani. Mchongo nini? Unajua wewe, magemu yanakuchanganya sana ndugu yangu. Yaani unatumia muda mwingi sana kuharibu akili yako kwa ajili ya magemu. Tuachane na hayo. Mwanangu, kumbe mtaani kwenu pazuri hivyo, nilikuwa sijui unajua. Oya, kipindi nakuja hapa kwako, nimekutana na mtoto mwanangu. Sijawahi kumuona yani. Tangu nizaliwe naweza nikasema, "Oya mtoto mzuri." Oya kumbe hii mitaa mnafuga watoto wazuri kama vile. Sikujuaga kabisa. Lakini yule mwanamke bwana alinisimamisha. Na kuna jambo kaniambia ambalo limenichanganya. Kwa nilitaka niombe ushauri kwako. Kitu gani?
Hivi Baraka, katika maisha yako yote ushawahi kukutana na mtu ambaye ana ugonjwa wa mapenzi, kwamba yeye asiposhiriki mapenzi anaumwa, mwili unanyong'onyea? Ushawahi kukutana naye? Hapana, kwa kweli sijawahi. Vipi bwana? Huyo mwanamke niliyokutana naye kaniambia kwamba yeye ni mwasilika wa ugonjwa huo, na akasema yeye ni mgeni katika mji huu, ana siku 3 na pia hajashiriki tendo siku 3, hivyo anajisikia anaumwa sana. Akawa anaomba ashiriki tendo na mimi. Mimi nimemkataa. Kwa hiyo nilichofanya nikampa namba zangu, na akanipa namba zake, akasema nikiwa tayari nimcheki. Umekataa? Anche usimili nilijua tu. Sasa kwani umekataa? Kama vipi nipe mimi hizo namba, mimi nibauzane naye. Nipe mimi hizo namba. Siwezi nikakupa namba kwa sababu yule mtu mimi simjui, ndo kwanza nimekutana naye. Je, labda kama ni mgonjwa nikupe wewe namba, ukienda kupata matatizo kule si utanilaumu mimi? Siwezi nikakupa namba. Yaani mtu aje tu from naye anakutega. Sikia, nipe mimi hizo namba. Nipe mimi hizo namba. Wewe si unaona unachezea bahati? Nipe mimi hizo namba. Alafu nikuonyeshe maajabu yangu. Nadhani unanijua. Nipe namba hizo. Wewe unapenda sana chini, na ndio maana hata ukiona kitu chochote wewe waga ujifikirie. Sikiliza, mimi acha niende nyumbani. Shika, endelea kucheza game. Ikipata mwafaka tajua nimpigie au nisimpigie. Endelea kucheza game. Cheusi katika mtu ambaye anachezea bahati. Yaani mimi ningekuwa Mungu ningesema tafuta watu wa kuwachukua, ni mimi ningemchukua umshikaji. Mimi ningekuwa Mungu, mimi ningemchukua hata dakika 2. Anachezea bahati huyu jamani. Mimi ningebaruza. Yaani umshikaji sasa lazima nifanye juu chini anipe ile namba. Mimi siwezi yaani mimi ndo ningepata mimi hilo zali yani. Humu kudadadeki cheusi una achaanza kuchoka mimi. Cheusi. Jini maina, jini maina, jini maina. Oa mwanangu, kuna watu wanachezea bahati kwenye dunia. Mimi nakwambia mwanangu, wewe mwanetu Cheusi si unamjua? Yaani mimi nisimjue Cheusi? Cheusi tumekuwa naye hivi toka udogo, tumecheza wote mpaka tumekuwa watu wazima. Cheusi hapa mtaani. Sasa mwanetu Cheusi yule mwanangu kakutana na Pisi mtaani hapa mwanangu. Huyo Pisi kuna watu wanagonjwa wa mapenzi, kwanza kakutana na Pisi na gonjwa la mapenzi. Yaani huyo Pisi hawezi kukaa siku 3 bila kulala na mwanaume. Sasa Cheusi mwanetu kakutana naye, eti anaambiwa eti anakataa ndugu yangu. Yaani wewe kwa akili zangu unajua mimi nisingekataa. Mimi nabaruza. Sasa Cheusi kakataa rafiki yangu. Sasa hiyo akili hiyo mwanangu. Mimi najua wewe una tamaa. Hizo tamaa. Mimi simlaumu Cheusi alichokifanya. Tena katumia akili na nikimuona hivi nitampa hata hela. Lakini wewe nikajua unakuja kuniambia kitu cha msingi, kitu cha maana. Kumbe unakuja kuniambia upuuzi. Sasa wewe nikajiepusha na mengi. Siku hizi magonjwa yamekuwa mengi, magonjwa ni top duniani siku hizi. Hapa dunia imeharibika. Mdogo wangu sikufichi, usione sketi zinapita tu mtaani hapa, sketi zinapita. Wanajipitisha. Mdogo wangu, dunia imekufa siku hizi, dunia mbaya. Pambana, tafuta hela. Akili zako hizo za kichwani zibaki kichwani, zifikirie mustakabali sahihi wa maisha yako. Usifikirie mapenzi tu muda wote. Mwanangu, yani unapoongea kama mtu mwanangu. Asa mwanangu, wewe umesikia nani kafa kisa ukimwi? Nani umemsikia? Watu wanakufa kisa malaria, si typhoid, si mtu afi kisa ukimwi mwanangu, tumia akili. Use your brain to control your mind mwanangu. Wewe vipi wewe? Mwanangu mimi kwa akili mimi ningebaruza. Alafu mimi nimekuja kukuambia wewe, nikajua si utakuta nini kumbe naye ndo wale. Wewe ndo kama Cheusi. Alafu mimi nilijua nimekosea hata kukuambia wewe ndo kama Cheusi tu. Wewe vipi wewe? Sasa kama unaona mimi kitu ambacho nakwambia ni cha kipumbavu, wewe nenda kakutane nao makahaba. Utakachokutana nacho usije ukanilaumu. Ile utanikumbuka maneno unayokuambia mdogo wangu siku zote. Usikurupuke, mwanaume anasifika kwenye kufanya maamuzi, alafu mwanaume kwenye maamuzi ya kurupuki. Wewe huwezi kukutana na mwanamke tu umjui, akujui, anakutaka kimwili, namna gani unaenda tu ovyo ovyo. Utakuja kufa vibaya. Sawa. Sasa mwanangu, mimi nikija tena kukuambia vitu vyangu wewe. Nikija kukuambia, mimi sio Baraka nakwambia. Alafu kwanza mimi nilijali, mimi najikubali mtoto wa kiume. Alafu mimi sitaki kukuambia tena. Kia Mungu wewe. Fresh mwanangu.
Mungu saidie hichi kiumbe. Shauri lako. Jini Maina, 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 Jini Maina. Mr. Cheusi. Niambie mwanangu. Vipi habari za kupotea? Maana sija kuona kabisa wiki nzima ndugu yangu. Nakutafuta sana. Ni harakati tu za maisha, lakini mimi nipo, naingilia hapa, natokea hapa, naingia kule, mradi tu mkono uende kinywani. Au sio? Yeah. Kweli bwana. Sasa ndugu yangu, afadhali hata nimekukuta. Nimekutana na ndugu yangu huyu Baraka, unamjua? Sasa Baraka nisimjue mwanangu. Kaja kuniletea taarifa hapa. Yaani paka mwenyewe nikashangaa, nikaamini kweli yule dogo siku hizi anachanganyikiwa. Nisipochukua hatua nitakuja kumpotea. Ni jambo gani hilo alilokuambia Baraka? Nikaja kuniambia, Cheusi kakutana na mwanamke, sijui mwanamke ana ugonjwa wa mapenzi, sijui Cheusi, sijui namna gani vipi ukamkataa. Hivi ni kweli umemkataa huyo mwanamke ndugu yangu? Sijawe kama ndugu yangu umeshawishika na wewe. Unajua nini? Baraka ana kama katabia fulani kakike. Ili jambo nimetoka kumwambia hata dakika 20 hazijaisha. Tayari kaisha kufikishia wewe. Yaani yule jamaa hana kaba, hana koromeo. Mwanaume ana koromeo, ukiambiwa kitu lazima ukimezee. Hakuna alichonificha. Kaniambia kila kitu. Ila mimi nilichomsii tu kwamba kwa kilichokukuta wewe, pia hata kwa upande wake nikamwambia, likija jambo kama hilo likatokea mbele ya macho yako, usikubali. Tena ndugu yangu mimi nakupongeze, umeweza kuruka huo mtego. Kama kweli umekataa ndugu yangu, manake sasa hivi unajua siku hizi hawa wanawake wa siku hizi hawa ukiwaangalia kama malaika, lakini kumbe ndani ni wachawi. Hilo jambo alilokuambia ni kweli, yupo sahihi. Kuna mwanamke nimekutana naye, ila wewe mwanamke kaniambia kwamba yeye ana ugonjwa wa mapenzi, hivyo akataka afanye mapenzi na mimi ili kwamba ugonjwa wake uishe. Lakini kama unavyojua hii dunia imeisha, sikutaka kumwamini kwa haraka, hivyo nikamkataa. Nilichofanya nikachukua namba zake na yeye akachukua zangu, nikamwambia nitamwambia endapo nitakuwa tayari kwa hilo, kwa sababu aliahidi atatoa hata pesa endapo nitafanya naye hicho kitu. Sasa unajua ndugu yangu Cheusi, Waswahili kuna kamsemo wanakisema kwamba wajinga ndio wali wao. Yaani haiwezekani mwanamke aje tu akwambie eti ukikutana na mimi kimwili nitakupa unachotaka, nitakupa pesa, afu kirahisi tu hivyo. Mwanamke dunia sasa hivi wadada wao siku hizo wa 2000 ninavyojua mimi. Never ndugu yangu. Ngoja kwanza mimi niwahi, kuna jamaa kaniambia niwahi sasa nikacharange zile mbao pale. Tutaongea zaidi. Basi haina noma, tutaonana siku nyingine. Haina shida ndugu yangu. Poa poa. Pamoja. Kwa makini. Poa poa. Jini Maina, 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 Jini Maina. Vipi Cheusi? Mbona kama umeshtuka sana kuniona hapa? Nimekusurprise? Kiukweli Maina, umenisurprise. Maana sikutegemea kama nitakukuta hapa. Kumbe mpaka mitaa hii unaijua? Mimi ni mgeni maeneo haya. Kwa lazima nizunguke ili nijue mazingira vizuri. Vipi sasa kuhusu jibu langu? Mbona umenikalia kimya mpaka sasa hivi? Mbona kunipigia hata simu? Na nilikupa namba. Najua hii changamoto inakusumbua sana, lakini nakuomba uvumilie. Wewe vumilia, wanakuambia mambo mazuri hayataki haraka. Sijui umenielewa vizuri Maina. Kwa hiyo wewe endelea kuvumilia. Alafu nilikupigia sana simu, nikawa naambiwa simu yako haipo. Kwa hiyo sio kama nilikuwa sikutafuti, nilikuwa nakutafuta pia. Okay, sawa, kuna muda simu yangu haipatikani kweli. Lakini vipi sasa? Naomba basi jibu langu. Niambie. Sikiliza Maina, nikwambie kitu. Mimi ni binadamu. Pia mimi nina moyo na hisia. Hilo jambo liloniambia ni gumu kidogo.
Jambo la mahusiano sio la kukurupuka tu, lazima nitengeneze hisia kati ya mimi na wewe. Naomba nikwambie kitu, siwezi nikafanya maamuzi bila kufikiria kwenye moyo wangu. Moyo ndio unasukuma damu na unaleta hisia. Kwa nilichokuwa na kuomba, vumilia, litaisha tu hilo tatizo. Huo muda ambao unaniambia mimi nisubiri, mimi nazidi kuteseka, nazidi kuumia. Nilishakwambia bila hili swala siwezi nikaishi. Muda unavyozidi kwenda mimi nazidi kuteseka. Tafadhali naomba unisaidie. Nisaidie tufanye hata siku moja tu ili mimi nipate uzima. Maina, naomba unipe muda. Mpaka itapofika jioni, nitakupigia simu na nitakwambia kama ni yes au no. Okay, nategemea majibu mazuri kutoka kwako. Naomba usiniangushe. Naomba ujaribu kuelewa maumivu ambayo unapitia. Yaani ningekupa wewe hata dakika moja tu, usingeweza kusurvive. Kwa sababu wewe ndio mwanaume niliyekuchagua. Wapo wanaume wengi sana ambao ningeweza kuwafuata, lakini nimekuchagua wewe. Kwa hiyo naomba usiniangushe kwenye hili swala tafadhali. Jini Maina, 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 Jini Maina. Cheusi ndugu yangu. Sasa nakupigia simu au pokei ndugu yangu. Vipi utakosa michongo hivi hivi na kutafuta tukafanye kazi ndugu yangu. Wewe upo na wanawake hapa ndugu yangu barabarani wanakusaidia nini ndugu yangu wewe? Kinachofanya usipokee simu yangu mimi. Sikiliza nikwambie Ima. Ulilo ulikuta hapa wewe alikuhusu. Kuachana nao, usipende sana kujaji. Mimi tukazangu nyumbani na kufuata wewe nyumbani kwako. Maana nimekupigia sana simu. Lakini siamini macho yangu umekuja kusimama na kimalaya hapa barabarani. Tena sio muda mrefu tu, mimi niko njiani natembea napiga simu inaita tu muda wote. Hizo dharau ndugu yangu acha. Unajua ndugu yangu Cheusi, hata kuku huwezi kuona umuhimu wake mpaka ifike siku ya sikukuu. Sawa, tuachane na hayo. Vipi, hebu niambie kwanza huyu mwanamke vipi? Ni nani mtani? Maanake sijawahi kumuona huyu mwanamke mtani, mimi ni mwenyeji sana hapa. Sikia nikwambie Ima. Unajua kila mtu ana moyo wake. Na kila mtu ana chaguo lake. Kwa hiyo usitake kunilazimisha chaguo. Sasa kama ulikuwa hujui, yule mwanamke nilokuwa nakwambia ndo huyo sasa. Kama usipostaajabu ya Musa, utaona mafao. Kwa huyu ndio mwanamke ambaye nyinyi kabisa yani anawadanganya kwa vitu vya kipuuzi. Huyu ndio mwanamke ambaye mniambia kwamba ana kiugonjwa cha kimaaba, kwamba asipo mambo fulani yale michezo basi ajisikii sawa, si ndio? Sasa Cheusi, ninavyokuambia, yani mimi ndugu yangu nikimtazama tu mwanamke namjua yuko katika hali gani. Yule mwanamke mimi nikimtazama, yupo salama kabisa ndugu yangu. Pale unajitumbukiza kwenye shimo, yani unajichimbia kaburi mwenyewe na kuona ndugu yangu. Na mimi sitaki wewe ndugu yangu upotee. Wewe ni kama rafiki yangu, wewe ni kama familia yangu. Sikiliza. Kama una cha kuongea na mimi, pita njia, nenda na safari yako. Naona kama tunapotezeana muda. Au kama vipi, wewe baki kama unaona mimi nafaidi sana. Sasa imekuwa vita au? Ama kweli mapenzi yana nguvu. Yaani unanikataa mimi damu yako. Mwanao sana familia yangu. Ushatekwa. Jini Maina, Jini Maina, Jini Maina, Jini Maina.
Jini Maina, Jini Maina, Jini Maina, Jini Maina, Jini Maina.